Unatazama Ndizi TV. Na mwananchi ndiyo mwenye nchi na kiongozi ni mtumwa wa mwananchi. Na sheria wanazozitunga viongozi siku zote huwa ni mwongozo wa sisi sote wananchi. Watapataje haki sawa watoto wa jinsia zote? Viongozi wasitoe hisia katika uwajibikaji unaohitaji haki. Haki inataka uwazi, ukweli usioendeshwa na fikra. Mwakilishi wa kike kaunti ya Kisii Doris Donya Aburi amepiga msumari moto katika kidonda kisichotibika. Wanahitaji kuhasiwa, in fact, castrate them. Wafanyiwe hivyo vinyangarika wanaowapachika mimba watoto wa skuli. Ni maneno mazito ama ni maneno mepesi ila yenye uzito kutoka mdomoni. Je, ni maneno yanayotoka magegoni mwake au ni uchungu wa mwana ujuae mama? Ulimi unapaza ujumbe, lakini masikio ya kondii kupokea ule ujumbe. Mtazamaji, wapo kweli maneno ya Donya yangekuwepo kikatiba, labda visa vya kupachikwa mimba watoto wa skuli havingekuwepo. Karibu ndani ya Ndizi saa moja, siku ya 17 Novemba mwaka 2025. Jumatatu ndio siku. Jina langu ni Peter Mwita. Mwelekezi wangu upande wa pili ni Alex Mongare. Na tukianza Ndizi saa moja ni kwamba mwakilishi wa kike kaunti ya Kisii Doris Donya Aburi katika juhudi za kupiga vita ama kupinga vita mimba za mapema amefanya mkutano uliojihusisha wasichana wenye umri wa kati ya miaka 15 na waliobalehe ili kuwahamasisha kuhusu mimba. Akihutubia wanahabari katika ofisi yake, ametoa wito kwa serikali kuwajibisha dhulma za kijinsia na kuchukua hatua kali za kisheria dhidi watakaopatikana na hatia ya kuwapachika mimba watoto wa skuli. Mbunge huyo alisema kuwa amewasilisha mswada katika bunge la kitaifa kuwachukulia hatua kali wanaoendeleza dhulma za kijinsia, haswa watoto wa kike wanaopachikwa mimba bado wakiwa shuleni. Mbunge huyo amesema kuwa serikali itajukumika na kuwarudisha wote darasani watakaoonyesha nia ya kurudi darasani wale wanafunzi waliopachikwa mimba, pamoja na kuandikisha katika bima ya afya ya SHA ili kukidhi huduma zao za kiafya pamoja na wanafunzi ama watoto watakaozaliwa na wanafunzi hao. So huu mkutano wa leo watoto wako defile, na kwa sababu wenye wanafanya hili tendo watoto wanasema hapo walinitoroka, wengine wakaniblock, they are not supporting the children. Mimi naona ingewezekana tu yule mwanaume anapatikana na defile afanyiwe hii castration juu afanyie msichana moja. Ana defile hapa, anaenda na defile. Wamejaza watoto wengi wenye maisha yao tutawaribu hapo mbeleni na mnaweza pata ni wagonjwa. It is so wrong that ndio kitu ifanyike. Hebu tuangalie nchi zingine kama ng'ambo, wao wanatupigia simu wanasema hizi nchi tunaishi, they protect the children more than the parents, they protect the women more than anything. Hawa watu wanajua mtu hawezi kupiga hata slap. Sasa huku nchi yetu tumewaachilia mtu ana defile, ni kama tu jogo inatoka boma hii kienda boma nyingine. It has to be a harsh penalty. Ndio watoto wetu wasiishi namna hii. Wamekuja na wazazi wao, wazazi hata hawana uwezo, mmejionea uzuri. So you are fathers, I know fathers, you love your daughters. Ukisikia mtoto wako amedefailiwa, utapiga makofi useme huyo mama ameongea mbaya, tufinywe. Mfinywe kabisa, yani kama inawezekana mtu unafinywa mpaka unasikia uchungu umefinywa. Ndio watu waache kudefaile hao watu. It has to be harsh. And by the way,
I have my sexual offences bill. It went through the first reading, inakuja the second reading. Hiyo ina propose tunakuwa na all sensitization yote inafanyika kwa mashule, awareness, watoto wanafunzwa, hakuna mtu anakufanyia FGM. Hii mambo ya teen pregnancy mnaambiwa life after it, how to do the prevention. So the bill is about to task the Ministry of Education ifanye public awareness in all schools, watoto wajue about this thing. Juu kuna wale ukuwa defiled immediately wanaoga, wanaharibu evidence. Na wale wenye wana defile wanaambiwa utafungwa forever, watakosa kufanya hili jambo. So that is why we call these kids around. Serikali itawapeleka shule, watakuwa registered free for charge so that their kids can access any service they need from. Na ni wito wa mbunge wa kike ama mwakilishi wa kike kaunti ya Kisii. Kutoka kaunti ya Kisii basi tuelekee kaunti ya Nyamira. Ni kwamba aliyekuwa mbunge wa Mugirango Mashariki kaunti ya Nyamira Vincent Kemosi ameibua madai kwamba mbunge aliongoza eneo hilo anayeongoza eneo hilo wakili Stephen Mogaka hajatenga pesa zozote chini ya ufadhili wa masomo kupitia mfumo wa basari kwa shule za upili katika shule ya upili ya Bosiango katika mwaka wa fedha uliokamilika wa mwaka 2024-25. Kemosi alihudumu kati ya mwaka 2017 na 2022 kama mbunge wa Mugirango Mashariki. Alizungumza haya katika mazishi eneo la Bosiango. Madai ya Kemosi yamekanwa vikali na kukemewa na meneja wa mfumo wa maendeleo ya eneo bunge hilo Samson Mayaka. Amesema kuwa madai ya Kemosi ni siasa, kwani kulingana na stakabadhi zilizowasilishwa ama zilizopatikana katika ofisi ya NGCDF eneo hilo zinaonyesha kwamba takribani shilingi 381,081 zililipwa katika shule hiyo, wala sio anavyodai aliyekuwa mbunge huyo bwana Kemosi. Nimekuja hapa leo kwa ofisi kwa sababu ya kujibu mjumbe mwenye alikuwa hapo awali Honorable Kemosi wakati alikuwa huko Bosiango kwa mazishi fulani, akasema Mheshimiwa Steve apeani pasali. Mimi nataka kumjibu vizuri, kumwambia sisi hapa kwa ofisi tulipeana pasali ya milioni 44 na kila mwanafunzi mwenye aliitisha pasali alipata. Kama Bosiango nilisikia huyo mheshimiwa akisema alipigia mwalimu mkuu akamwambia pasali haikupeanwa. So nataka kuambia watu wetu kwamba tulitoa pasali huko Bosiango ya shilingi 1,380. Hiyo inamaanisha wale watoto wote ambao walitoa maoni wanataka pasali wote walipata. Na nataka kuambia huyo mheshimiwa kwamba kama anataka kutafuta kura, aje kutumia uongo kutafuta kura. Na tumepigia principal kujua kwamba yeye ndiye alimuelezea bila alisema alimpigia kura, alimpigia simu. Principal tumempigia, amesema yeye hata hawajawahi ongea na huyo mheshimiwa. Kwa hivyo hiyo mambo alikuwa anaongea huko kwa mazishi ni mambo ya uongo. Na nataka kuambia wanasiasa, kama unataka kupata mileage ya siasa, waje kutumia uongo kudanganya watu. Vile niko hapa saa hii nitawaonyesha hizi. Wakati tulipeana pasali, tuliambia walimu wote, principals walete receipts zenye walikadia wanafunzi wakati walipata. Na hizo receipt zote za Bosiango ziko hapa na tunajua hao watoto wote walipata pasali. Na hata ukiangalia hapa, hii ni acknowledgement letter ilitoka kwa shule na inaonyesha vizuri sana tulipeana 308,000. Na huko kwa hiyo shule bado tuko na watoto watatu ambao wanalipiwa na CDF pesa yote, wako kwa full scholarship. Na ninajua vizuri sana katika hiyo regime iliyopita hizo vitu hawakuwa na. Hata
hiyo mambo ya scholarship hata ukiwauliza hawakukuwa nayo, lakini mheshimiwa kuna hiyo mpango kwa wale watoto ambao hawajiwezi, wanapewa pesa, wanalipiwa pesa school fees yote kwa jumla. So mimi nataka kuapili kwa leaders wale ambao wanataka kura saa 2027 watumie ukweli na watumie excuse, na waambie watu ni nini watawafanyia, waache kusema vitu ambavyo ni sawa. Kutoka kaunti ya Nyamira tusalie katika mkoa wa Nyanza, lakini kutoka kaunti ya Migori kuhusiana na masuala ya usajili wa makurutu ni kwamba mamia ya vijana kutoka kaunti ndogo ya Suna Mashariki kaunti ya Migori wanaonuia kujiunga na kikosi cha polisi nchini Kenya walijitokeza wakati wa zoezi la usajili wa makurutu kitaifa. Zoezi hilo lilofanyika chini ya afisa mkuu wa usajili Nicholas Nderitu katika kaunti hiyo ya Migori. Eneo bunge hilo katika shule ya Kadika Comprehensive liliwapa vijana wenye mafunzo ya huduma kwa vijana mahuduma kwa kitaifa NYS kipaumbele. By stage, naangalia vitu nataja. Relax. Sika TV stage na relax na ufanye hivi. Jaribu tu ukata tu vitu ndani. One more. Wewe. Na kutoka kaunti ya Migori tuangazie taarifa nyingine inayofungamana na masuala ya ukuzaji uchumi na masuala ya kibiashara. Ni kwamba katika mikakati na juhudi za kuimarisha uchumi wa eneo la Afrika Mashariki, ushirikiano wa mataifa ya Afrika Mashariki katika kukwamua uchumi wa eneo hilo, ni kwamba ushirika dhabiti umewekwa ili kukuza nafasi za ustawi zaidi wa kikanda. Maonyesho ya 25 ya sekta ya kibiashara yamekamilika hii leo. Viongozi waliohudhuria walitoa wito kwa serikali za Afrika ama mataifa ya Afrika Mashariki kuendeleza kikamilifu sekta hiyo ili kuimarisha uuzaji ama uundaji wa ajira, ukuaji wa mitandao ya kibiashara. Akizungumza katika hafla ya kufunga maonyesho hayo, waziri wa biashara ndogo Wycliffe Oparanya alisema kuwa kufungua fursa za ujasiriamali miongoni mwa vijana ndiyo njia madhubuti zaidi ya Afrika Mashariki kukabiliana na ongezeko la ukosefu wa ajira katika mataifa ya Afrika Mashariki. Here in Kenya, we have also established the MSME Connect, which is a platform that the Kenya government is interacting with the stakeholders in the MSME sector so that we are able to listen to them, to see what their problems are, and if there is need for policy, government to come up with a policy in a respective area, to come up with a regulation, to come up with the legislation, we do so that this economy, this sector is able to grow. Sababu ya malengo manne, lakini mawili kati ya malengo ilikuwa ni soko la pamoja na umoja wa forodha. Tulipo hapa siku ya leo tunaona hizi biashara ndogo zinaendelea hapa, inathibitisha kwamba maono ya wale waanzishi wa jumuiya yalikuwa ni ya kufana.
Kutoka kwa taarifa hiyo turejee tena kaunti ya Nyamira. Ni kwamba mwakilishi wadi wa wadi ya Bonyamatuta Julius Matwere amewasilisha rasmi hoja ya kumng'oa ofisini gavana wa kaunti ya Nyamira Amos Nyaribo. Katika hoja hizo zilizowasilishwa bungeni hii leo asubuhi, Matwere anamtuhumu gavana Nyaribo kwa kuvunja sheria na kutumia vibaya mamlaka yake. Ametaka achukuliwa hatua za kutimuliwa ofisini. Hili ni jaribio la tatu kufanywa na wakilishi wadi wa kutaka kumondoa ofisini Nyaribo baada ya jaribio la awali kushindwa miaka 2 iliyopita. Hoja hiyo inatarajiwa kusikilizwa katika bunge la kaunti ya Nyamira hiyo kesho. Julius Kimomi Matwere, member of County Assembly representing Bonyamatuta, filed Gazette notice number 231 of 14th November 2025. The Honorable Matwere. I wish to give notice of motion for removal of Honorable Amos Kimomi Nyaribo, the Governor of Nyamira County, from office by way of impeachment on the following grounds. Number 1, gross violation of the Constitution of Kenya and other laws, and 2, abuse of office. Thank you, Mr. Speaker. Next order. Next order. Adjournment. Honorable members, the House stands adjourned until Tuesday, 18th November 2025 at exactly 9:30 a.m. Na tuangazie taarifa nyingine inayofungamana na masuala ya kibiashara. Ni kwamba serikali kuu inapanga kuanzisha kodi kwa vijana wanaoanzisha biashara kama njia moja ya kupinga ama kuweka vizingiti vya kuendesha biashara hiyo ili kuimarisha ukuaji wa uchumi katika taifa la Kenya. Akizungumza katibu ya wizara ya ushirika na maendeleo katika biashara ndogo ndogo Susan Mangeni, Sheria Aida, anasema kuwa serikali inalenga kupunguza gharama za leseni mbalimbali zinazohitaji. Having those conversations, and that's why on the day of disbursement we want to create a forum that brings together the leaders from both the county governments and the national governments to look at how best can we create a conducive and an enabling business environment where these young entrepreneurs, remember there are going to be young entrepreneurs coming in, they will not be scared, they'll be encouraged. Ni kampuni gani ingependa mtu ambaye ana insight watu? Ni kampuni gani angependa mtu ambaye ni wa matusi? Kwa hivyo pia watumie simu yao vizuri the young people, so that they do not find themselves in trouble in future. Na tusalie serikalini. Ni kwamba serikali imethibitisha kwamba matokeo ya mtihani wa kitaifa wa shule za msingi ya muda wa mpito KJSEA kwa wanafunzi wa grade ya 9 mwaka 2025 yatatangazwa tarehe 11 Disemba. Yatafuata na upangaji wa shule wiki moja baadaye. Katibu Wizara ya Elimu Bwana Julius Bitok, ambaye alisimamia ufunguzi wa container la mtihani wa KCSE mapema hii leo, eneo la 1.1 waliofanya mtihani huo wakitarajiwa kuripoti shuleni katika shule za sekondari ya juu mnamo Januari 19. Bitok ameahidi kuwa mchakato wa kusimamia shule karo za juu uko laini. Aliongezea kuwa sera ya serikali ya elimu bila malipo haijabadilika. Pia alisisitiza kuwa mtihani wa mwaka huu haujakumbwa na changamoto kubwa licha ya kuwa na zaidi ya watahiniwa milioni 3.3 kitaifa. KJSEA on the 11th, and within 1 week after that we do our placement, after which expect them to report on the 12th of January. That is the plan. All our learners will continue enjoying
free primary education, free day secondary education, and the policy has not changed. Let me make that very, very clear. We are still offering free, and there's no change in fees whatsoever. And if there will be any change in fees, which the government will announce. Na tuangazie taarifa nyingine na ufungamana na masuala ya kielimu ni kwamba Misori ama katibu mkuu wa KUPPET Akelo Misori ameiomba serikali kuizingatie matakwa ya walimu wa shule za sekondari msingi JSS. Ameomba wakuwa watashikilia ama kuanzisha mfumo wa kuanzia Januari mwaka ujao. Iwapo matakwa yao hayatatekelezwa, walimu hawa wanatishia kugoma. Akizungumza kutoka kaunti ya Migori, Misori alisema changamoto anazokumbana nazo ni usimamizi wa shule za sekondari msingi pamoja na wito wa kitaifa wa kuboresha huduma za afya kwa walimu wa JSS. Alisisitiza kuwa umuhimu wa kuajiri walimu zaidi ili kuwaelainisha elimu, akisema kwamba iwapo serikali haitoajiri walimu zaidi, basi elimu ya JSS iko hatarini. We are now transitioning to senior school with grade 9. Choosing the newly designed pathways. It is important to note that a lot of anxiety has gripped many parents, and the society is also waiting. How are we going to make selections? So talking about clarity of curriculum design, clarity of who is going to be where in terms of admission, is something which cannot be left alone for the churches. We as teachers are equally more concerned. Junior school teachers who are currently working as interns, they want to know how the government is treating their status. Are they going to be confirmed permanent and pensionable by the end of this month? Na tutamatishe na taarifa inayofungamana na masuala ya kidini ni kwamba kanisa limeomba serikali kuu kushughulikia changamoto zinazoikumba mfumo ama zinazokumba mfumo mpya wa bima afya ya SHA, likionya kuwa maelfu ya Wakenya hawawezi kumudu huduma za kiafya za kawaida. Akihutubia katika hafla ya sherehe mjini Kisii, Askofu Joseph Omoyo ameitaka serikali kutoa taarifa ya wazi ya kuokoa maisha ya wananchi kwa kuhakikisha kuwa bima hiyo mpya ya afya inafanya kazi kikamilifu. Aidha, Omoyo amefafanua kuwa kanisa halipingi mfumo mpya wa afya wa fedha za afya, bali unaomba marekebisho ya dharura ili kuhakikisha kuwa mfumo huo unatekeleza jukumu la kutoa huduma za kiafya kwa Wakenya wote kikamilifu. I think SHA has not taken off properly. But again, we know it has just started. It's a year or 2 years. So I will want, on behalf of the church, to ask that those who are in charge, and in this case our government, to speed up, because there are really cries, and we are seeing them trying. Others have praised it, others have expressed their dissatisfaction, but anything good also takes time to take over. We want to urge our government ishikirie sana na iende kwa kazi ili watu wasilie. As a judge, we will not condemn it wholly, but we will ask, we will request that so takes time to take over. We want to urge our government ishikirie sana na iende kwa kazi ili watu wasilie. As a judge, we will not condemn it wholly, but we will ask, we will request that they work with speed to see that things come into normalcy. Na tutamatishe na ushauri wa babu, na leo ushauri wa babu unatuelekeza katika kaunti yetu, kaunti ya Kisii, katika taarifa aliyoitoa ama katika hotuba aliyoitoa mwakilishi wa wanawake Madam Doris Donya.
Doris Donya amesema kwamba wafinywe na bila shaka sheria ifatwe ama ifate mkondo wake. Ndipo sababu aliniambia kwamba